Usikate koti yako kabla hujaangalia video hii ambayo nitaenda kufundisha makosa mbalimbali ya kuepuka kabla hujakata koti yako. Twende na mimi Imani Casual aka fundi ni moja tu, na hapa ni Suti Tailoring College ambapo tunakuletea mafunzo ya ushonaji wa nguo mbalimbali. Na hapa tuko kwenye makosa ya kuepuka kwenye kushona suti. Tumeshaangalia makosa ya vipimo na makosa ya vitambaa. Leo tuko kwenye makosa ya kuepuka unapokuwa unakata koti yako. Tunayo makosa baadhi hapa ambayo tutaenda kujifunza hapo mezani, makosa mbalimbali ambayo tutaenda kujifunza hapo mezani ya kwenye kukata koti. Kosa la kwanza ni kukata kitambaa bila kuangalia direction au kama kitambaa kinavutika. Hiyo ni muhimu sana kuzingatia. Kosa la pili ni usawa wa bega. Unajua watu wengi wana mabega tofauti tofauti, kwa hiyo zingatia bega la mteja wako kabla hujakata koti yako. Kosa la tatu ni kutokuzingatia kifua na tumbo. Hiyo pia zingatia, kwa sababu kifua kikiwa kidogo koti yako inanyanyuka hapa, au huku bega kola yako ya juu haikai vizuri. Kwa zingatia sana hilo kabla hujakata koti lako. Kosa lingine ni kwapa kuwa kubwa. Utajifunza hapo namna gani unatakiwa kutengeneza kwapa lako liwe dogo kulingana na kwapa la mkono. Kosa la tano ni mshono wa mgongo, yani the seam back. Hapa Imani Casual tunasema ni chonga mgongo. Hapa tunatakiwa kuzingatia namna ya kuchonga mgongo. Lakini pia kosa lingine ni urefu wa koti na uwiano wa mifuko. Unajua koti letu lazima liwe na uwiano wa mfuko. Mfuko unapokuwa na urefu, sio mfuko iko chini karibia na pindo, hapana. Koti linatakiwa kuwa na urefu wa koti unatakiwa kuwa na uwiano sawa wa mifuko. Lakini kitu cha mwisho ni kutokuweka seam allowance, nafasi za kushonea. Hapa unatakiwa kuzingatia kila mshono lazima uwe nafasi yake ya kushona, ili unapokamilisha koti lako liwe kwenye vipimo vyako halisi ambavyo umempima mteja wako. Twende pamoja. Kama unaangalia video hii, hapa ni Suti Tailoring College. Kumbuka kusubscribe, like na comment. Kama nilivyowaambia, leo tunaenda kuangalia makosa ya kukata, na hapa tuna kitambaa ambacho tutakitumia kukata, kurekebisha yale makosa ambayo mara nyingi tunakuwa tunayafanya. Na hapa ni Suti Tailoring College. Karibu uende na mimi, mwalimu wako ni yule Imani Casual aka fundi ni moja tu. Sasa makosa kama nilivyoyatajia, makosa yapo takriban 7. Kosa la kwanza kabisa ni kukata bila kuangalia direction au kuangalia kuvutika kwa kitambaa. Unajua kila kitambaa kina grains zake ambazo unatakiwa kuzizingatia kabla haujakata. Hivi usha notice kwamba ukikata kitambaa hivi mshazali, alafu kingine ukakinyosha hivi, ukaja kuvishona kwa pamoja, alafu kitambaa hicho utajikuta kitambaa hiki na hiki vinatofautiana rangi. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa hujafuata zile grains za kitambaa hiki zinaenda hivi. Kwa hiyo vitambaa vyote tunavyovikata lazima viwe vinaenda hivi. Yani tofauti na vitambaa vya kutobolea mifuko ya hapa ubavuni au ni hiyo tu ndio utakiwa kufuata grains. Unatakiwa kutofautisha kidogo ili kuonekana, lakini mikono, vitambaa vya mbele vya ubavuni, facing zote unatakiwa kufuata grains, yani ziende hivi. Usije ukatoa kitambaa hivi afu facing ukazitoa hivi, ukakata mikono hivi afu mkono wa ndani ukautoa hivi. Ukija kuweka kwa pamoja utajikuta vinatofautiana. Kwa hiyo ni unatakiwa kuwa nalo makini kabla hujakata. Kosa kwenye kuvutika, unatakiwa kuhakikisha kitambaa chako hivi unachokikata kinavutika, na kama kinavutika kinapunguza vipimo au kinaongeza vipimo. Hilo unatakiwa kuzingatia pia, kwamba kitambaa changu hiki kikivutika hivi, nikija kukinyosha kinapunguza vipimo, kinasinyaa au kinaongeza vipimo. Kama kinasinyaa, unatakiwa kukata kama ni 42 uongeze. Utakuwa umeshaona kabisa kwamba hiki kitambaa nimekiweka pale kwenye pasi, nimekinyosha, kimesinyaa. Sasa inatakiwa niongeze inches. Umeelewa? Ukishaongeza inches tayari utajikuta ukija kushona unajikuta kwenye vipimo vyako halisi.
Hicho ni kitu pia cha kuzingatia. Kitu cha pili ni usawa wa bega, shoulder slope correction. Bana, kila mtu ana mabega yake, unaona, kila mmoja ana slope yake tofauti. Kuna wengine mabega yamenyanyuka, mengine yako sawa, mengine ana slope sana. Kwa hiyo kabla hujakata lazima umsome mteja wako ana mapungufu gani, au tuseme mapungufu, ana maumbile gani ya bega. Kwa mfano kama slope ni kubwa sana, unaongeza inchi nyingi. Kama slope ni ndogo, unaongeza inchi nyingi. Kitu kingine ni kuzingatia kifua na tumbo, hiyo tutaiangalia. Kwapa pia kuwa kubwa, hilo ni changamoto pia ambalo inawasumbua watu wengi sana. Kwapa likiwa kubwa, hata mteja wako kunyanyua mkono inavuta huko, kwa hiyo tutaiangalia pia. Lakini kitu kingine ni mshono wa nyuma, the back seams. Hapa Imani Casual tunaita chonga mgongo, namna unatakiwa kuchonga mgongo wako, kwa sababu mgongo na tumbo viko tofauti kabisa. Lazima ujue kuchonga mgongo ili pale nyuma isionekane mikunjo kama mawimbi ya bahari, unajua kitu kingine ni urefu wa koti na uwiano wa mifuko, tutaona hapa. Lakini kitu cha mwisho kabisa, unapokuwa unakata koti yako ni kutokuweka seam allowance, nafasi za kushona. Hebu twende pamoja hapa tuangalie nini tunatakiwa kufanya. Sasa tumeshaangalia sasa kitambaa chetu hakivutiki wala tumeshakihakikisha kwenye kunyosha hakiongezi wala kupunguza vipimo. Sasa tutaenda kupima vipimo vyetu sawa kabisa. Mteja wetu ana urefu 28.5, bega 17.5, kifua 41, tumbo 39, hipsi 42, mkono 24, 14.5. Hivi ndio vipimo ambavyo vitaenda kutusaidia. Sasa tunachotakiwa kuanza nalo kabisa ni kurekebisha usawa wa mabega. Sasa mteja wangu nimeshamwangalia, slope yake sio kubwa wala sio ndogo, ni slope ya kawaida, na nishawaambia slope ya kawaida kabisa kwa mtu wa kawaida huwa tunaweka inchi 2.5. Sasa tunaweza tukaweka inchi 2.5. Hiyo ni kawaida kabisa ambayo huwa tunaweka. Kwa baadhi ya watu huwa tunaweka inchi 3 au inchi 2. Hiyo inategemeana na mtu ambavyo umemuona wewe na slope yetu. Sasa kwa sababu ni mtu wetu wa kawaida, hapa tutaweka inchi 2.5 ambayo ni ya kawaida. Sasa tushaanza, urefu tunaanzia hapa. Nishawafundisha kukata, nitaenda haraka kidogo kwa sababu hapa tunarekebisha tu yale makosa ambayo tunayafanya kwenye kukata. Ngoja nichore chap. Kama unataka kuangalia kwa undani kabisa namna ya kuchora hii, kuna video ziko nyingi sana utaangalia hapa, kwa sababu hapa leo tunakuja kurekebisha tu makosa ambayo wengi wanayafanya kwenye kukata. Sawa, tayari mchoro wa kitambaa chetu cha nyuma. Kama hujaangalia video hizi, zipo nyingi sana za kukata hivi. Kanuni ni ile kwamba tunagawa kwa ngapi na ngapi na ngapi. Sasa tuko hapa kurekebisha makosa ambayo watu wengi wanayafanya. Sasa kifua chetu ni 41. Kifua chetu ni 41, na ukiangalia video zangu za nyuma nishawaambia kama kifua ni 41, basi kwa hapa letu tutashuka inchi 6.5. Kutoka hapa hadi hapa tumeshuka inchi 6.5. Umeona? Shuka inchi 6.5. Hapa mpaka hapa tumepima bega ambalo tumegawa kwa 2, ambalo bega letu ni 17.5. Hii hapa gawa kwa 2 tunapata 8.75, ambayo ni hii hapa mpaka hapa. Kwenye bega kama nilivyowaambia, hatutakiwi kuongeza kwenye bega, ndio maana tunatakiwa kuwa makini. Lakini pia bega hili tukaja kulirudisha hapa 8.5 hapa, tukatoa nusu hapa 0.5 hapa, kutoka hapa hadi hapa tukatoa 0.5 ili tupate hii mlalo wa hapa wa kutengeneza kwapa la nyuma. Lakini pia hii hapa mpaka hapa tukatengeneza shape. Umeona hapa, huku pakubwa, huku padogo, tunatengeneza shape. Lakini baada ya hapo tunatoka hapa hadi hapa inchi 2.5 hapa au inchi 3, inategemea na urefu wa koti, ambapo hapa tutapima tumbo letu.
Kumbuka vipimo vyetu kwenye bega, kwenye nini vimeanzia hapa, kwa sababu huku juu ni pakubwa. Sasa hapa tuko kwenye kurekebisha kwenye the back seam, kurekebisha kuchonga tumbo hapa. Kwa hiyo vipimo vyetu vinaanzia hapa. Sasa kama tunachonga tumbo, kwa hiyo itabidi tuingie ndani kidogo. Kwa hiyo kwenye bega vitaanzia hapa, lakini tumboni kwa sababu ni padogo vitakuja kuingia ndani. Kwa hiyo tutaanzia hapa, tunaenda hapa, tunaingia, tuna shape kama hivi nilivyofanya. Kwa hiyo utakuja kujikuta kabisa huku juu ni pakubwa, hapa tumboni ni padogo. Umeona hapa tunachonga mgongo, kwa sababu ukinyosha hivi hakuna binadamu yoyote aliyonyoka nyuma. Hata kama mtu ana kitambiaji lazima awe ana shape kidogo. Kwa hiyo ndo kitu ambacho tunakifanya. Hata kama angekuwa na tumbo kubwa kuliko kifua, lazima tungetafuta namna ya kushepu hapa kwenye kitambaa cha nyuma, na hivi ndio tunafanya. Kwa hiyo vipimo vyote vitaanzia hapa vya tumbo na vya hips, kwa sababu mwanaume hana matako makubwa, mwanaume ana matako tu ya kawaida. Kwa hiyo vipimo vyetu vitaanzia hapa pia vya hips na tumbo. Kwa hiyo kama hapa nikaja nikaongeza seam allowance, kaja sasa kutokuweka seam allowance nikaongeza nusu, kwa sababu hapa tutashona nusu tu. Kwa hiyo seam allowance ni kitu cha kuzingatia kwenye kitambaa cha nyuma. Sasa tukija kwenye kwapa kuwa kubwa, hapa kutoka hapa hadi hapa nimeongeza inchi 6.5. Kwa hiyo zingatia sana, hii inchi 6.5 ni constant kwa vifua hivyo. Kama hujaona video nitakuwekea hapo ya link ambayo unatakiwa kuona, kama ni kifua 30 natakiwa kushuka ngapi, kama ni kifua ngapi natakiwa kushuka ngapi, kwa sababu hiyo pia ni somo lingine tayari tushajifundisha. Kwa hiyo sasa urefu pia kuwa mrefu. Umeona urefu nimeanzia hapa 28.5 nikarudi 1.5. Umeona, kwa sababu urefu hautakiwi kuwa mrefu sana kama kanzu au kifupi sana kama kitopu. Koti linatakiwa kufunika makalio hapa kwa nyuma tu kidogo, inatakiwa kufunika makalio, lifunike sana mpaka ikawa kama kanzu, yani lizibe tu hizi hips tu za mwanaume. Umeona? Kwa hiyo hiki ndio kitambaa cha nyuma tayari kwapa halitakiwi kuwa kubwa, lakini pia hapa tunataka kurekebisha mtu achonge mgongo. Hiyo ni kitambaa cha nyuma. Ngoja tukate. Sasa tumeshaona marekebisho kwenye kitambaa cha nyuma, tumeshaona namna ya kuchonga mgongo, lakini pia namna ya kutengeneza kwapa la kitambaa cha nyuma. Sasa kumbuka, kwapa la kitambaa cha nyuma linategemeana pia na kwapa la mkono, kwa sababu mkono ndio utakao kwenda kukava lile shimo la kwapa. Kwa hiyo ukikata pia vibaya hapa kwenye kwapa la mkono, hapo pia kutakuwa na shida. Utakuja kuangalia, mbona mkono wangu na malinda mengi, mbona shida malinda yaishi? Kwa sababu hujafuata hii kanuni ya kukata huu mkono. Kwanza kabisa kwenye mkono kuna rula ya shape kama hii hapa, unaiona, ambayo imepinda. Kumbuka hakuna mwanadamu yoyote aliyonyoka mkono hivi. Binadamu yoyote mkono wake umekuja ukapinda hivi. Umeona? Umekuja ukapinda hivi. Kwa hiyo lazima pia mkono unapoukata lazima upindishe hivi kama mkono ulivyo. Ndio maana ukija kuweka hivi, ukija kukaa hivi, mkono wako unakuwa unaonekana vizuri. Kwa hiyo hii rula yetu hivi ina shape ya mkono kama ulivyo. Kwa hiyo utaiweka hapa. Ukishaiweka hapa utaichora kama ilivyo namna hiyo. Ukishaiweka hivyo utakuja sasa, kumbuka sasa kwenye kitambaa cha nyuma kwapa letu tulishuka inchi 6.5. Sasa ili itoshe kwapa letu lisiwe na changamoto, hii ni kanuni constant inatakiwa kuifuata. Kila unazoshuka pale, unazoshuka lazima uongeze inchi 1. Kwa hiyo kama tulishuka inchi 6.5, hapa tutaongeza inchi 7.5. Ndio tutaipima hapo 7.5 yako hapo namna hiyo. Tukishaiongeza hapo sasa, hapa ndio tutapima vile vipimo vyetu vya hapa na hapa. Kwa hiyo hapa ndio tunapima hapa ana 14.5. 14.5 tunagawa kwa 2. Hapa 14.5 tunagawa kwa 2 ambapo tutapata 7.5. Tukishapata 7.5 tunatoa nusu, kwa sababu kitambaa cha ndani kinatakiwa kuwa kidogo ili mshono uingie ndani. Alafu tunaongeza inchi 3. Alafu tukishaongeza inchi 3 tunarudi 1.5 namna hiyo. Alafu hii 17.5, yani 14.5 tulioipata ndio tunakuja tunaiweka hapa. Huku chini ni inchi 10, tunatoa nusu, inakuwa 4.5 hapa.
tunaongeza inchi 3, alafu tunachukua rula yetu hii pia tunaishape kwa ndani. Sasa huku tulishapia kwa nje, huku tunashapia kwa ndani, namna hii, na hapa pia tutaweka namna hii ili kupata mkono wa ndani. Hizi kanuni zote, hizi mikono yote tushashona hapa, nakueleza tu namna ya kupata kwapa. Kwa hiyo unaposhuka kwapa lako hapa, ukija kushuka na ile mkono wako hauwezi kuwa na shida yoyote ile. Kwa hiyo utajikuta kwapa lako limebalansi, kwapa la mkono limebalansi na kwapa la nguo. Kwa hiyo ndio unatakiwa kuzingatia kabisa.